أيها الإخوة، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، ولقد فاز المتقون. يقول الحق مولى سبحانه وتعالى في محكم كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. صدق الله العلي العظيم. Ndugu Islam, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na maghfira kipenzi wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuko katika thuluthi ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuko katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuliingia katika 10 la rahma, tukaingia katika 10 la maghfira, na leo tuko katika 10 la itqun minan nar. Makumi haya matatu, ndugu zanguni, huwa ni makumi ambayo kwamba ndani yake huyu mwanadamu anahitaji kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na lao ingelikuwa sisi hatuna madhambi, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hangeenda kuweka ofa katika kila 10 la mwezi mtukufu wa nini, wa Ramadhani, kwa yale maovu ambayo kwamba ilikuwa tukiyatenda katika siku zilizopita kabla ya Ramadhani na siku ambazo kwamba zilikuja baada ya Ramadhani. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaenda kutuonea huruma kwa sisi waja wake ambao kwamba tunakuwa na tabia ya kumkosea yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kama vile ambavyo kwamba alivyotuumba wakati tulikuwa wasafi kuingia katika ulimwengu huu, ndio vile vile anataka tukimrudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala tu vile vile tuko katika njia ya usafi ule ambao kwamba alitupatia nao. Lakini katika usafi wa kuzaliwa na usafi ambao kwamba utaenda baada ya kifo chako, yani ukitoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ulipokuwa msafi na ukirudi tena kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, matarajio ni kuwa uwe msafi. Hapa katikati yake ndio itategemea katika yale matendo ambayo kwamba ulioyafanya katika kuzaliwa kwako hadi kufa kwako. Huyu mwanadamu hapa amekuwa na mikakati ipi ya kurudi usafi? Kwa sababu katikati yake kuna misukosuko, katikati yake kuna ghurur, katikati yake kuna matamanio ya huyu mwanadamu kwenda kupatikana katika darul imtihan ambayo kwamba tuko nayo. Kwa hivyo kifo cha mwanadamu, kuzalia kwa mwanadamu, katikati yake amewekewa kipengele cha uchaguzi. Wapi atajichagua, imma shakiran wa imma kafura huyu mwanadamu. Ndio wale wanafilosofi wanasema maisha ya mwanadamu yako katika herufi mbili, kati ya B na D. Yani B ni for birth, kuzaliwa kwa mwanadamu, lakini D ni for death, kwa kufa mwanadamu. Na kati ya B na D kuna C ambayo kwamba imewekwa, ile ni ikhtiyar, ni choices kwa huyu mwanadamu ambaye kwamba atakuwa tayari kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala akiwa amechagua kwa yeye ni msafi kama alivyoletwa duniani. Na vile vile kuna ikhtiyari ya huyu mwanadamu wakati ameletwa duniani msafi na akarudi akiwa ni mchafu.
hiyo yategemea na mambo au na matukio ambayo kwamba yalikuwa katikati ya huyu mwanadamu ya maisha yake. Sasa pima uzalio wako hadi kufa kwako ni miaka mingapi ambayo kwamba utakuwa nayo. Wakati wewe katika miaka hayo yatapimwa, atakhifu mizanu wa amtafkil, mizani yako itakuwa ni mzito wa madhambi au itakuwa ni mzito wa mazuri ambayo kwamba ilikuwa kuyafanya. Kwa hivyo ikhtiyar yambaghi an takhtaru alayk. Uchaguzi ni unakuja uchaguzi juu yako ya nafsi yako, bali insanu ala nafsihi basira. Ndio huu mwezi mtukufu wa Ramadhan tulionao, moja katika malengo yake ni kwenda kutusafisha kwa yale machafu ambayo kwamba tulioyatenda katika siku zilizopita kabla ya Ramadhan, na vile vile kwa yale mazuri tutakayoyatengeza baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ili tujue wapi tumetoka ndio tupate kugundua wapi tunaelekea. Na tukijua wapi tunaelekea, tujue hapa tuliko tufanya yapi ili ya kupata daraja ambalo kwamba ni daraja la kwenda kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Ramadhan iondoke katika moyo wako, iondoke katika siku zako, ayaman ma'dudat, ndio utapata wingi wetu. Wakati tukiingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kiingia 13 tutasema ama hakika Ramadhani safari imeenda haraka. Tunasema hivyo. Wallahi Ramadhani haijaenda haraka. Tuloenda haraka ni mimi na wewe. Ramadhani itabaki pale pale kila mwaka, siku 29 au 30, haipungui wala haiongezeki. Lakini ukisema kwa Ramadhani imeenda haraka mwaka huu, ni kwa sababu yako wewe umeenda haraka kwa kuacha yale maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ni vipi tutakuwa na matarajio ya kwenda kukoshwa nafsi zetu na kusafishwa mabaya tuliyoyatenda katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani? Ndio hutuba yangu nikaita quwwatul azimatu wa rajaa al-dhunub al-'afw au al-'afwa min adh-dhunub, nguvu ya maazimio ambayo kwamba yatakuwa na matarajio ya kwenda kusamehewa madhambi yetu tuliyotenda. Lazima ni kupatikane quwwatu nafsi ambayo kwamba itapelekea nafsi hii kwenda kuangalia ni matumaini yapi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao kwamba ametuwekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenda kusamehewa madhambi yetu. Wa ila ikiwa hauna matumaini ambayo kwamba ya kukupelekea kusamehewa madhambi yako, utarudi kama ulivyotoka. Utakuwa pale pale kwa mwaka uliopita. Utakuwa vile vile desturi na masiri ya maisha yako ya milele hapa fi dunia, na vile vile kupata hasara fi akhirah. Ndio utakuta bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa anasema man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hiyo ni itminan, raja, hiyo ni azima. Ni lazima mwanadamu awekwe na matumaini ya kuwa akifunga Ramadhani kiimani ya kuifunga na akawa ni mwenye kutaraji malipo, ndio itminan. Hii ndio raja, kutaka kuwa yeye anatumainia kusamehewa madhambi yake, imanan wa ihtisaba. Bwana Mtume akasema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, madhambi yako yote makontenu unayojua unayofanya ya siri au ya dhahiri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataenda kukusafisha na kukusamehe madhambi yako. Lakini quwwatul azimatu wa rajaa li'afwa min adh-dhunub, nguvu ambazo kwamba zitakuwa na maazimio na matumaini ya kusamehewa madhambi yako. Lakini wafunga wewe, huna matumaini ya kusamehewa madhambi yako, kwa sababu wafunga kiada, sio ibada. Lao ingelikuwa kufunga kwako ni ibada,
ingelikuwa umejaa matumaini makubwa ya kusamehewa madhambi yote yaliyopita. Lakini tizama, katika 10 la kwanza watu walikuwa wanaswali sana, watu walikuwa wanasoma Qur'ani sana. 10 la pili watu wakapungua kama maji ya bahari. 10 la tatu hili tunaliona watu fikra na matumaini ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa umemalizika, ishaisha. Kinyume chake, wakati maswahaba walipokuwa Ramadhani inavyotembea, ndio ambapo kwamba amali na matendo yanomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala wakifanya maradufu, wakiongezeka. Lakini si tufanye kinyume. Ramadhani ikiwa ni mwanzo tujiingiza kwa pupa, kwa hirs na matumaini makubwa, lakini Ramadhani namna inavyotupa mgongo, na sisi vile vile speed yetu inafanya nini? Inapungua. Hii ni moja ambayo kwamba utaona hatuko na matumaini ya kuwa sisi tunastahili kusamehewa madhambi tuliyoyatenda. Matumaini yamekufa. Na mwanadamu atakapokufa moyo, huwa ni yeye amekufa kwa maiti wakati yuko hai. Yani tukuona watembea, tukuona wala, lakini kihakika uko umekufa, ni maiti, umeondoka katika dunia. Hivyo basi katika quwwatul nafs fi rajai maghfiratu dhunub, nguvu za kinafsi ambazo kwamba zitaleta matumaini ya kusamehewa madhambi yetu, ni kwanza lazima tuwe na yaqeen bi anna rahmatullahi wasi'atun wa maghfiratuhu tashmulu kullu man taba wa anab. Ni lazima tuwe na kujua kuwa na yakini ya kuwa rehema za Mwenyezi Mungu ni pana, ni ndefu, ambazo kwamba hazina kifani kwa mwanadamu kwenda kutasawar na kufikiria rehema za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa maghfiratuhu au wa maghfiratahu, na kutaka msamaha wake wa Allah subhanahu wa ta'ala pia ni pana, hauishi. Tashmulu kullu man tab wa anab, msamaha wake na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala unamkumbatia kwa kila anayetarajia na kutubia. Arraja wa taubati ila Allah, mwenye matumaini na mwenye kumtubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika aya niliyotanguliza, walladhina idha fa'alu fahishatun, na wale ambao kwamba wakiwa wao wanafanya mabaya, wanafanya ambayo kwamba haamridhishi Mwenyezi Mungu, machafu, au dhalamu wa anfusahum, au wao wanajidhulumu nafsi zao, dhakarullah, wanakuja alafu baada ya kufanya madhambi yao yote wakaona dhambi tunayoyafanya ni kidogo kuliko msamaha wa Mwenyezi Mungu ni nini? Ni mkubwa. Raja, matarajio, matumaini, dhakarullah, automatic baada ya kufanya maasi, baada ya kuingia katika zinga la mazingatio ya maasi ambayo kwamba unayotambua makubwa na madogo, marefu na mapana, dhakarullah, wanakuja na matarajio bado ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuwa yeye ni mwingi wa msamaha kuliko madhambi tuliyotenda. Fastaghfiru lidhunubihim, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakuambia takeni msamaha kwa madhambi yenu. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, hakuna ambaye kwamba anaweza kusamehe madhambi yako isipokuwa nani? Isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ujitizame, wafanya maovu kiasi ya kwamba wavunjika moyo katika kufanya maovu yako, mbali ya kuwa maovu ni mazito kwa wanadamu, lakini maovu yale kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala juu ya msamaha wake ni madogo sana. Kwa hivyo la taknatu min rahmatillah, usikate tamaa katika rehema za nani? Za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lidhan al-awwal
Al-yaqini bi anna rahmatillahi wasi'atun wa maghfiratuhu, ni kuwa na yakini kwa rehema za Mwenyezi Mungu ni pana na msamaha wake ni mrefu, ambao kwamba unakumbatia kwa yule yote mwenye matumaini ya kutaka msamaha na mwenye kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, al-ijtihadu fi ta'ati ma'a qalbi muqin bil qulubi wal maghfirah, yoyote yule ambaye kwamba atakuwa na kujitahidi kwake katika ibada ya kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, huku moyo wake ukiwa na imani thabiti, ma'a qalbi muqin bil qubul, kwa kukubaliwa kwake, wal maghfirah, na kutaka msamaha wake. Ni lazima moyo wako uwe mnene, ni lazima moyo wako uwe thabiti kwa kutarajia yale malipo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuwekea kwa juhudi zetu za kumtii. Namna unavyomtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio namna unavyokuwa karibu naye, na namna ukiwa wewe unamwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio kipindi cha huyu mwanadamu anakata tamaa, anakosa matumaini ya kusamehewa yale ambayo kwamba yeye ilikuwa akiyatenda kwa siri na dhahiri. Tatu, at-tafa'ulu bi anna Allah la yaruddu min dakti babihi wa tadhafu. Jamani, ni lazima kuwa na matumaini ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hamrudishe yote yule ambaye kwamba dakka babuhu, ambaye atabisha mlango wake wa maghfira na kutaka msamaha wake, hamrudishi Allah subhanahu wa laylan wa nahara. Mtake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala msamaha ukiwa usiku na mchana, kwa siri kwa dhahiri. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mlango wake hauna maghlub au fungiki, ni maftuh li kulli man yuridu an yadkhula, kwa yoyote yule ambaye kwamba anataka kuingia katika mlango huo wa maghfira, mlango huo wa rahma za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mwenyezi Mungu anasema mlango wake uko wazi, na hapo tayari kwa kwenda kumpotosha, kwa kumkimbiza, kwa kutomfungulia mlango kwa yule yote ambaye kwamba amepiga goti kutaka msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. 4, quwwatu raja tadfa'u al-'abdu lil-ikthari min ad-du'a wal-istighfar, nguvu ambayo kwamba inakuwa na matarajio humsukuma mja ambaye kwamba kuongezeka na dua na istighfar katika maombi yake ya kutaka msamaha. Quwwatu al-azima, quwwatu ar-raja, inampatia msukumo wa kumpelekea yule ambaye kwamba ni mja ambaye kwamba anakithirisha kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia msamaha zaidi, kwa sababu dua silahul mu'min, dua ndio silaha kubwa ya huyu mwanadamu ambaye kwamba ako nayo. Na ukiangalia utaenda kupata watu waliojaliwa imani, watu ambao kwamba waliojaliwa ucha Mungu, watu kama hawa wakiwa ni wenye kuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, dua zao zinakuwa hazina pazia zaidi kuliko yule ambaye kwamba ni asi. Yani dua yake inakosa njia ya kuwa hii dua haipani mbele ya Allah subhanahu, kwa sababu imani na ucha Mungu umeenda kuwekwa katika dua hii. Sasa msikie Imam Ali karramallahu wajhahu anasema, faqtanimu du'aul mu'minina fi hadha ash-shahr, ni lazima tupatilize, ihtanim, ni lazima tupatilize dua za waumini katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio hapo utaona kuna tofauti ya mwanadamu kuomba dua ya binafsi na kuomba dua kwa watu waliomzunguka. Henda pale ndani yenu kuna mtu ni asi, anaipatia kizuizi dua yenu kufanya nini? Kupaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile yawezekana hapo ndani kuna kiumbe ambaye kwamba ni mcha Mungu zaidi,
ni mwenye imani zaidi, na akawaziba wale wote ambao kwamba wako na maasi na dua ikawa ni yenye kupanda. Ndio Imam Ali akisema fatanimu du'aul mu'minina fi hadha shahr, patilizeni dua za wenye imani katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wenye imani sio patilizeni dua za waislamu, kwa sababu laysa kullu muslimin mu'min, si kila muislamu ni muumini, bali kila muumini ni muislamu. Kwa hivyo patilizeni dua za waumini katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa sababu gani? Fa inna du'aahum lakum fihi maqbul, dua kwa yao kwa nyinyi zinakuwa ni zenye kukubaliwa, hazina vizuizi, hazina pazia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bado wastighfarahum lakum, na kwenda kuwapatia kuombe nyinyi msamaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, fihi yuaddi ila aljanna, hii inapelekea barabara na bridge ya kuingia wapi? Ya kuingia peponi. Hapa ndio tunaona kuna umuhimu gani kwa mwanadamu ambaye kwamba wa kawaida na mwanadamu ambaye kwamba amemeza uchamungu na imani thabiti ya kumwona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwa analoomba kwa Mwenyezi Mungu lolote lile ni lazima litakuja na jawabu. Ni lazima kwa ahadi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, anakuwa na rajaa, matumaini, anakuwa na azima ya kuwa ambayo kwamba yapelekea kile ninachoomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamjibu. Ud'uuni astajib lakum, ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukiona na wenye imani na ucha Mungu wakiona wamemuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hawakukijibia kwa yale ambayo kwamba walikuwa wanatarajia, hilo tayari ni jibu kwa. Yani umeomba upate mali, Mwenyezi Mungu akafanya mali ile usiipate, hilo ni jibu, umejibiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakwambia kuwa kupata mali kwako ingelikuwa si maslaha yako, si faida yako, kukosa mali ndio ilikuwa ni maslaha ya kwenda kuinuka zaidi katika maisha yako. Mwenyezi Mungu anakuambia hapa, napeleka katika mifano yote ya jamii unayojua, kitu chochote kile ukikiomba, utakapopatiwa unachokitaka, yastahili umshukuru Allah mara moja, kwa sababu hiyo ilikuwa ni matarajio yako. Lakini ukaomba kitu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakukupatia unachokitaka, yastahili umuombe umshukuru Mwenyezi Mungu mara ngapi? Mara mbili, kwa sababu hayo ni matarajio yake Allah, sio yako. Na matarajio yangu na yako bora ni nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa ndio utakuja kuna ile akida, ule mlango wa akida unapokuja na imani ya qadha wal qadar. Yani mara nyingine fahamu na lolote linapotetemeka hilo, ukainuka tu mara hapo kwenda kutawadha, ndio fani likaanguka. Lau ungelikuwa hapo ningelifanya nini? Ningelikuumiza hilo fani. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaiondosha qadari, akakuwekea qadha. Yani baada ya kukundukia wewe likujeruhi, akakukosesha, ukatoa nafasi au ya kwenda kutawadha, likaanguka. Lau ungelikuwa uko pale pale ningelifanya nini? Ningekuangukia. Ulitaka hayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kinyume chake. Basi mara nyingine inaweza kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakutolea qadha na kuwekea qadar. Wewe ilikuwa yakini yako ilikuwa nataka kwenda chooni kukojoa, lakini ukawa na nafsi yako sema tulia kwanza, ndio fani likafanya nini? Likakuangukia. Imeondoshwa qadha kwa Mwenyezi Mungu akwambia nenda, lakini qadha wal qadar ikaja pale kwa nini nilipokuangukia si matarajio yako wewe, ni qadar kutoka kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo vitu kwa matarajio kwa mwanadamu zinacheza kati ya qadar na qadha. Kikupatia maslaha, hiyo ni kitu, ni qadar, ni qadha Mwenyezi Mungu amekupatia.
kitu kikupatia madhara, hiyo inaitwa qadar. Na mara nyingine yabadilika, qadha kuja qadar na qadar kuja nini? Qadha. Matma'in alquwwatu ar-raja'i al-'azimatu ala maghfirati dhunub, nguvu ambayo kwamba mwanadamu atakuwa nayo katika vipi kutarajia haya ninayoyatenda ni mazuri au haya ambayo kwamba ninayoyafanya ni nini? Ni mabaya. Ayuha ikhwa, ndugu zangu Waislamu, Ramadhani hiyo inaenda. Ramadhani itakuja tena baada muda wa mwaka tena, lakini shida hatujui mimi na wewe kama tutaweza tena kuipata tena Ramadhani. Inaweza kuwa ni Ramadhani yetu ya mwisho wa maisha yetu ya duniani. Na vipi mwanadamu atajipiga calculation ya kuwa lao hii Ramadhani ikiwa ni ya mwisho katika maisha yangu ya duniani na sikuwa ni mwenye kusamehewa madhambi yangu, itakuwaje? Ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoonekana anapanda daraja katika mimbar, akipanda step ya kwanza anasema amin, akipanda ya pili anasema amin, anapanda ya tatu anasema amin. Maswahaba wakamuuliza baada ya khutba, kulikoni Bwana Mtume, akili leo imeenda wapi? Mbona amini bila kitu? Akamwambia jaani Jibril, amenijamii Jibril wakati niko katika mimbar, waqala li, na akanambia mimi raghima ankum rin. Katika zile amin tatu zile, moja yake amesema amepata hasara kubwa. Yupi? Man dakhala Ramadhan wa kharaja wa lam yughfar min dhunubi, yule ambaye kwamba ameingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na akatoka wakati hakuwa yeye ni mwenye kusamehewa, apata hasara kubwa. Ndio nikaitikia amin Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mimi tutoke katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wakati wa kuwa sisi hatujasamehewa madhambi yetu. Ni ule ukimalizia kisa kimoja, mchuruzi jamaa kazi yake anakuwa ni mwenye kuvua samaki, akapata habari usiku wa manane kwa bahari imejaa samaki wingi. Kama ni kazi yake lazima atainuka na kuelekea wapi? Baharini, ndani ya usiku ule. Akachukua vyombo vyake na kuelekea baharini. Akifika baharini akaanza kurusha mishipi ile kuinda samaki, lakini namna anavyofanya hakuna kitu kinachokuja. Usiku ule ukaendelea. Katika ule usiku ikawa kuna vijiwe, ameona naweza nikapata usingizi, wacha nicheze na vijiwe. Akachukua vijiwe katika kundi lake la mkono na akaanza kuvirusha katika maji. Na kila ukirusha kijiwe katika maji kuna sauti nzuri inatoka, inasema tubulini kile kijiwe, si ndio hivyo? Lakini kila anaporusha anasikia raha kwa sababu usingizi usingie. Anarusha kile, anarusha, akishtuka jamani, ameenda kuingiliwa na usubuhi, amebakiwa na kijiwe kimoja, kiangalia ni almasi. Na kesha hapa mimi kutaka samaki kilo 3 nimetuma mabilioni ya almasi. Usiku mzima amebaki na kijiwe kimoja. Huyu mbubi nani? Ni mimi na wewe ndugu yangu. Na ile bahari ni Ramadhani tuko nayo. Ramadhani tulionayo ndio bahari. Lakini namna ule usiku au namna kile kijiwe unapokirusha ndio ule upuzi ambao kwamba unasikia ustarehe. Unarusha, unaingia katika starehe, unarusha. Ukishtuka usubuhi mwingine imebaki kijiwe kimoja. Ule usubuhi ndio imetangazwa leo ni siku ya Eid. Umebaki na kijiwe kimoja na huna samaki. Allahu akbar, umebaki na kijiwe kimoja ambacho kwamba umetupa almasi chungu nzima. Baada wewe kuingiwa na upuzi usiokuwa na amani wa sauti ya vile vijiwe, wasikia raha tu warusha, sauti inakwambia ndio upuzi tunaofanya. Dakhala Ramadhanan wa kharaja wa lam yughfar min dhunubi. Nas'al Allah al-'afwa wa tawfiq bima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin.